Ndugu mpendwa, tunakusalimu katika jina la Yesu, na hivi tunakukaribisha tena katika kipindi yetu hii ambayo tunakuwa nayo katika siku ya leo, pamoja na mchungaji Ozias ambaye anatafuta kuzungumza pamoja na wewe juu ya les ennemis du ministère, ama adui wa huduma, mambo fulani ambayo inaweza kuharibisha huduma. Ataweza kutusaidia na ataweza kukubariki tena sana. Hivi Mungu. Wasikilizaji na watazamaji, ninawasalimu katika jina la Yesu Kristo. Tunashukuru sana Mungu wetu kwa ajili ya muda huu ambao tena ameweza kutupatia kwa ajili ya kuweza kulisikiliza neno la Bwana. Leo tunazungumzia juu ya mada inayosema maadui wa huduma, les ennemis du ministère. Wakati ambapo Mungu ameweza kutuita kwa kazi tuweze kufanya kazi yake, kunakuwa adui ambao wanainuka katika huduma. Najua kwamba kuna wainjilisti, najua kwamba kuna manabii, najua ya kwamba kuna mitume, najua kwamba kuna wamisionari ambao kwa saa kama na hizi wanaendelea kunifuata, ambao wametakaswa kwa ajili ya huduma. Mpendwa katika Kristo, katika huduma ambayo unaifanya, lazima ujue ya kwamba kuna vita ambayo unaweza ukapigana pamoja na adui mbalimbali katika huduma yako. Na leo nitaweza kuzungumzia vitu vine ambavyo unaweza ukaepuka katika huduma yako, mambo mane ambayo unaweza ukapigana nayo katika huduma yako. Jambo la kwanza iko orgueil ama kiburi. Kiburi katika huduma yako, ujikaze kiburi isiweze kuonekana wakati unapomfanyizia Mungu kazi. Kuna watu wengi katika maandiko matakatifu ambao walikuwa na viburi, walikuwa waorgueil katika kazi ya Bwana, na Mungu aliweza kuwaharibu. Tunamtazama mtumishi wa Mungu ambaye tunamuita Saulo. Saulo aliweza kuwa na kiburi cha uzima, na wakati ambapo Saulo aliweza kuwa na kiburi cha uzima, Mungu akaweza kumuinua Daudi, akampaka Daudi mafuta. Na Daudi na katika Agano la Kale, kupaka mtu mafuta inamaanisha kwamba ameweza kutakaswa kwa kazi fulani. Kweli Saulo ule ambaye tunamuita Saulo alikuwa mfalme, na katika ufalme wake alikuwa na kiburi, lakini wakati hajafariki, lakini Mungu akainua akampaka Daudi mafuta kwa ajili ya kuwa mfalme. Kitu cha pili ni wivu, yani ambayo tunaita jalousie. Katika huduma yako usikuwe na wivu, usikuwe na jalousie. Wakati mwingine mambo nzuri, usikuwe na jalousie, usikuwe na wivu kwa ajili ya jambo ambalo ameweza kulifanya, usikuwe na wivu kwa ajili ya yule mtumishi wa Bwana, maana Mungu anapigana na watu ambao wanakuwa na wivu. Kwa mfano, unakuwa boss, wakati yeye unakuwa na entreprise, alafu unaangaje watu ambao wataweza kukufanyizia kazi katika ile entreprise yako, alafu kunakuwa mfanyakazi moja ambaye anakuwa na wivu na mwingine mfanyakazi. Sijui kama unaweza kumfanya namna gani, maana kazi ambayo tunaifanya sio kazi yetu, lakini ni kazi ya Baba. Na wakati tunapomfanyizia Mungu kazi kupitia zawadi mbalimbali ambazo ameweza kutupatia, mwingine akifanya vizuri, lazima uweze kumshukuru Mungu kwa kazi ambayo ameweza kuifanya. Jambo la tatu ni kupenda dunia. Katika ile kitabu ya Timotheo, katika ile kitabu ya kwanza ya Timotheo, ya barua ya Paulo kwa Timotheo, sura 6 mstari wa 9 fika ule mstari wa 10, Paulo anazungumzia juu ya kupenda dunia. Tusipende dunia. Wakati unapopenda dunia, Mungu anakupatia mshahara wako mbele ya wakati. Ni kujipatia mshahara, maana mtu akipenda dunia hauwezi ukafanya mapenzi ya Mungu ambaye aliweza kukuita kumhuduma. Jambo la 4, kitu ambacho unaweza kupigana nacho katika huduma yako ni idolatry, kuabudu miungu. Watumishi wengi wameweza kujifanya miungu, wanafanya taifa la Bwana liweze kuabudu kuliko walete taifa la Bwana, kuliko kuleta taifa la Bwana liweze kuabudu Mungu muumba. Mpendo katika Kristo, idolatry hii ukitazama kitabu ya Habakuki sura 2 mstari wa
18 fika ule mstari wa 12, unatazama ya kwamba idolatry, ndani ya idolatry ni wakati ambapo mtumishi wa Mungu anajipatia sifa, anajipatia maabudu kuliko kuleta taifa la Bwana waweze kumwabudu muumba wao. Mpendwa katika Kristo, namaliza ujumbe wa leo nikikuita kuweza kumtumikia Mungu katika kweli.